amerudi bila taarifa. Na Baila yuko wapi? Kwa hiyo ndo salamu, si ndio? Sina haja kukusalimia. Laiti kama ungekuwa unahitaji salamu yangu, usingeondoka kienyeji kama vile. Kwa hicho kimala chako ndo kinakupa jeuli na kwa taarifa yako nimefukuza. Unasemaje wewe mwanamke? Kama ulivyosikia, na kesho nahitaji talaka yangu. Siwezi kuendelea kuishi na mwanaume mpuzi kama wewe. Talaka yako sio? Ndio. Hilo halina shida. Kuna kitu nataka kuzungumza na wewe. Nakusikiliza mpenzi wangu. Hivi unajua mimi nakupenda sana. Yeah, I know and I love you more. Hivi ni kwa nini usinipeleke kunitambulisha nyumbani kwenu? Mimi nataka mahusiano yetu yawe ya public, sio ya kujificha ficha. Bella, unajua kila kitu ni prosesi, na mimi ndo nipo kwenye hatua za kufanya hivyo. Lakini pia ukizingatia mimi nyumbani kwetu ni mbali sana, huko mkoani. Kwa hiyo ili tuweze kufanya hilo jambo ni lazima tujipange vizuri. But hata usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, nimekuelewa. Alafu usiku ushaingia, tunakula nini? Nadhani nitaenda tu kuchukua chakula hapo mgawani. No. Mimi sitaki kula chakula cha mgawani. Leo nataka kupika mwenyewe. Si unajua tena hujala chakula changu muda mrefu. Kama umeamua mwenyewe kupika basi sawa. Lakini pia natumaini chakula chako kitakuwa kizuri na kitamu kama ulivyo wewe. Ushaanza. Ngoja kwanza nikupe hela basi. Hebu na niletee pale wallet. Ndio hivyo kaka. Hapo unaponiona nimetoka serikali za mitaa, tumeandikishana talaka na tumemalizana kabisa. Ina maana Aisha sio mkeo tena? Lakini kaka, kwa nini umempa talaka? Ni yeye ndiye aliyenilazimisha nifanye hivyo. Na zee wetu tulivyokuwa tunaishi, nimeona ni bora iwe. Pole sana Baisa. Naamini haikuwa riziki yako. Riziki yako inakuja. Ya, ni kweli kabisa. Alafu kitu kikubwa kilichonileta hapa, naomba unisaidie kumtafuta Baila. Maana moyo wangu hauna amani kabisa juu yake. Baila? Baila wa nini kaka? Baila ni nani? Baila ni ndugu yako? Hauwezi ukaelewa hali ninayoipitia kwa sasa. Kwa naomba niambie, unanisaidia au haunisaidii? Kaka, kwa hilo nisamehe. Siwezi kukusaidia kwa hilo. Nisamehe kaka. Hapo nisamehe. Karibu, nikusaidie nini? Joni nimemkuta. Joni katoka, kwani kuna shida? Bila shaka utakuwa ndugu yake.
Mimi ni mke mtarajiwa wa John. Hivyo naomba umpigie simu mwambie kwamba niko hapa. Hivi ni masikio yangu au nimesikia vibaya? Au John unamzungumzia wewe, sio John ninayemfahamu mimi? Huu mtaa kuna John mmoja na John ninayemzungumzia na anaishi humo ndani. We dada, mimi unayeniona hapa mbele yako ni mke halali wa John. Sasa hayo maneno unayoniambia hata sikuelewi, naomba unieleweshe vizuri. Sina muda wa kuelewesha wala sina muda wa kupoteza. Atakuja kuelewesha John mwenyewe. John, naomba niambie kikaragosi ni nani, anafanya nini humu ndani? Usiniite kikaragosi. Baby, huyu ni nani? Wewe. Hivi ni nani amekupa ruhusa ya kuingia humu ndani? Kwa hiyo mimi kuja kwako mpaka niombe ruhusa? John? Mke wangu nisikilize. Mimi huyu dada simfahamu, sijawahi kumuona na wala sina mahusiano nayo yoyote yale. Lakini pia ni dada tu ambaye amekuwa akinifuatilia mara kibao sana hapa mtaani, lakini mimi sijawahi hata kumpenda. John, unasemaje? Kama ulivyonisikia. By the way, you don't supposed to be here. Get out of here. Hili. Toka nje. Sitoki. Toka. Sitoki. Baila.
Asante Mungu. Asante Mungu. Baila, naomba unisamehe kwa yaliyotokea. Namshukuru Mungu kwa kunikutanisha na wewe. Nimekutafuta sana. Naomba turudi nyumbani. Naomba tuende tukaishi wote. Sahau yote yaliyotokea. Nishakusamehe. Na naomba unisamehe kwa kutia dosari ndoa yako. Naheshimu sana ndoa yako, Baisa. Na kama unavyoniona hapa, narudi kijijini. Hapana Baila. Sioni haja ya wewe kurudi kijijini. Ukiondoka wewe mimi nitaishi na nani sasa? Nipo naishi mwenyewe. Mke wangu ashaondoka. Na nilikuwa nakutafuta wewe tukaishi wote. Usifanye hivyo tafadhali. Naomba tukaishi wote. Kwa hiyo unataka kuniambia umeachana na mke wako kisa mimi? Sina maana hiyo. Unajua mimi na mke wangu tulikuwa tunapitia maisha magumu sana. Ni mwanamke ambaye nimeishi naye kwa kumvumilia sana. Kanipitisha kwenye hali ngumu ambazo wakati mwingine sio za kuelezeka. Yote kwa yote, yeye ndio aliyenishawishi nimpe talaka. Sikuona haja ya kuishi naye. Ila Baila, naomba tukaishi wote. Sina mwingine wa kuishi naye tofauti na wewe. Sikuwahi kujua moyo unaweza kubadilika hivi. Sikuwahi kujua. Kwa hiyo ndio umeamua kununa kabisa na wala hutaki hata kuongea na mimi. Hivi unadhani nitakuelewa kiurahisi kwa hichi kilichotokea? Najua kwamba sio rahisi. Lakini mimi kama nilivyokuelekeza, yule mwanamke mimi sina mahusiano naye yoyote yale. Na wala sijawahi hata kumpenda. Bella, wewe ndo mwanamke unayetawala moyo wangu. Lakini pia wewe ndo malkia wa ngome ya moyo wangu. Mimi nakupenda wewe tu. Lakini leo nina surprise kwa ajili yako. Wiki ijayo nataka nikupeleke nyumbani kwa wazazi wangu nikakutambulishe. Ili mahusiano yetu yawe public kama ulivyotaka. Kweli baby? Yeah. Kwanza nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwako kwa hatua uliyofikia kukubali kuja kuishi na mimi hapa. Naamini maisha yangu yatakuwa mazuri sasa. Wala hata usijali. Nashukuru pia kwa msaada wako. Alafu kingine, jisikie upo nyumbani hapa. Kuwa na amani. Usiogope kwa jambo lolote linalokusibu. Sawa. Okay. Nilikuwa naomba basi unisaidie shuka, tandike chini, pumzike maana kesho nawahi majukumu. Lakini sioni haja ya wewe kulala hapa chini. Kwa nini usije tukalala pamoja hapa kitandani? Unajua wewe mtoto wa kike alafu mimi mtoto wa kiume. Auone kama inaleta shida. Aisa, hapana. Unajua najisikia vibaya kuona unalala hapo chini alafu mimi nalala hapa kitandani. Alafu ukizingatia hapa ni kwako, sio kitu kizuri. Njoo tulale hata hapa kitandani hata kwa leo tu.
walking through the quiet of my ordinary days. No dreams of fire, no storm inside my chest. Then your smile lit the sky in 1,000 different ways, and suddenly my restless heart found rest. I never planned a story